Karibu Ntemba Icon. Tunahusika na utoaji wa elimu juu ya masuala ya ardhi na nyumba. Leo naomba tuangalie kitu kinaitwa hatua zipi au mambo gani ya kuzingatia kabla haujanunua ardhi. Jambo la kwanza ni kuacha papara. Watu wamekuwa wakitapeliwa kwa sababu wamekuwa na haraka sana wakati wa kununua ardhi. Kwa hiyo mtu anakosa umakini na hiyo tapeli anatumia kama mwanya wa kuweza kumtapeli. Kwa hiyo hakikisha kwanza, jambo la kwanza unapotaka kununua ardhi ni kutokuwa na haraka, kwa sababu ukiwa na haraka watu wauzaji ambao ni matapeli wanatumia huo udhaifu kukuweza kukutapeli au kukuuzia ardhi ambayo haina uhalali kisheria au ardhi ambayo ina migogoro. Jambo la pili, hakikisha unamtambua nani ni mmiliki halali wa hiyo ardhi kabla hujanunua. Hapa tunamaanisha kwamba mtu awe ana sifa zote za uhalali wa hiyo ardhi aliyonunua anayotaka kukuuzia, na yawezekana anayekuuzia akawa ni mmoja wa wamiliki ambao wanamiliki hiyo ardhi, yaani ardhi inamilikiwa na mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kabla hajauza hakikisha kwamba anayekuuzia ana mamlaka kamili ya kuuza, kwa sababu yawezekana ukauziwa ardhi na mtu ambaye kisheria anakosa sifa za kuuza hiyo ardhi kuja kwako. Kwa hiyo hiyo lazima baadaye itakusumbua. Jambo la pili ambalo unatakiwa uzingatie ni kukagua nyaraka za umiliki. Hapa sasa ndio sehemu muhimu zaidi, kwamba anayekuuzia lazima akuonyeshe umiliki wa hilo eneo au hiyo nyumba anayotaka kukuuzia wewe. Kwa hakikisha unakagua dokumenti zote muhimu. Kama ardhi imepimwa, maana yake kutakuwa kuna hatimiliki. Hakikisha unakagua ile hatimiliki, jina linalosoma pale katika ile hatimiliki ndio jina ambalo yeye anatumia. Ikiwezekana uweze kuona na kitambulisho ambacho yeye anacho kifanane, majina yake yafanane na ile hatimiliki au majina yaliyopo katika hatimiliki. Kama ni ardhi ambayo haijapimwa, basi hakikisha kuna mkataba wa mauziano kama alinunua kwa mtu mwingine, au kama hakuna hivyo vyote, hakikisha unakuwa na mtu ambaye anamfahamu au anafahamu umiliki wa hiyo nyumba au hicho kiwanja, kwamba anayekuuzia akuthibitishie kwamba ni kweli ndiyo mmiliki halali. Jambo lingine ambalo unapaswa kuzingatia ni kuhakikisha kwamba mipaka ya eneo unalotaka kuuziwa ziko sawa sawa, yaani kuanzia kaskazini, mashariki na magharibi, mipaka yake haina mgogoro wa aina yoyote. Kwa hiyo hapa ni muhimu kuwa na majirani ambao wanamfahamu au wanaopakana na hicho kiwanja au huyo anayeuza. Hii itakusaidia kuondokana na migogoro hapo baadaye, kwa sababu mtu anaweza akakuuzia kiwanja ambacho akazidisha mipaka na mingine akakuuzia ya jirani yake. Kwa hiyo itakuja baadaye kukusumbua. Na kitu kingine cha kuzingatia ni kuhakikisha kwamba baada ya kuuziana mnakuwa na makubaliano, na makubaliano haya lazima yawe yameandikwa au documented. Mkataba wowote wa kununua ardhi au wa kuuza ardhi ni lazima uwe katika maandishi au maandiko. Sheria haitambui makubaliano ya mdomo au mazungumzo. Kwa hiyo make sure kwamba baada ya kuwa mmenunua au mmeuziana ardhi, kuna makubaliano pamoja na mashahidi ambao waliokuwepo katika hiyo siku. Vyote vinaandikwa hapo. Kwa msaada zaidi unaweza ukawasiliana na Ntemba Icon, wazidi kukushauri nini cha kufanya na vitu gani vya kuzingatia wakati unataka kununua ardhi. Asante.